Inawezekana ndoa yako imekuwa na uchungu sana. Mwambie watoto wako, watoto wangu nawaombea, ndoa zenu hazitakuwa na uchungu kama ndoa yao. Haimaanishi kwamba hamtaolewa. Usiwazuie wasiolewe wala kuoa kwa sababu ya mateso uliyoyapitia. Waambie Mungu, mimi ndoa niliyopita ilikuwa ni ndoa ya uchungu. Ninaomba kizazi changu kisije kikapita kwenye ndoa ya uchungu kama niliyopitia mimi. Sasa inawezekana wengine magumu tuliyopitia yametufanya tumetamka viapo ambavyo mpaka leo vimewazuia watoto wetu wasiolewa. Inawezekana ulipitia kwenye ndoa ambayo ni chungu, ukasema kama kuolewa kwenyewe ndo huku, ninaomba watoto wangu wasije wakaolewa, na kutokea pale ukafunga neema ya kuolewa kwenye kizazi chao. Wamesoma na umri wa kuolewa umefika, lakini hawapati mme. Kwa nini? Kuna wakati ulipita kwenye maumivu makali, ukajikuta unatamka neno ambalo hilo neno shetani alilitumia kama ukuta wa kuzuia kizazi chako kisiolewe. Na wakati huo ukawa umeshasahau kwamba kuna wakati ulipitia wakati mgumu, ukajikuta unatamka neno gumu kwamba kama kuolewa kwenye neno huku, ninaomba watoto wangu na wao wasije wakateseka hivi. Inawezekana ulipita ukaoa mwanamke ambaye amezima ndoto zako, ukajikuta unawaambia watoto wako wa kiume, wanawake sio watu, na hivyo ukafungulia mlango. Najikuta sasa watoto wako wa kiume hakuna anayekaa na mke, kwa sababu kuna wakati ulipitia baada ya kuumizwa na wanawake, ukajikuta unawaza vibaya na ukajikuta unatamka vibaya. Unawaambia watoto wako kwamba ningekuwa sijaoa nisingeoa tena. Ukajikuta unawaambia watoto wako kuoa sio lazima. Kwa nini? Kuna maumivu ulipitia. Ukajikuta unawafunga watoto wako